Wiki hii kwenye simulizi za ujenzi tunasimulia simulizi hii ya kijana huyu aliyehudumu ndani ya Kiboke kwa miaka 7. Alipitia changamoto nyingi kwenye maisha yake, na leo hii anatoa ushuhuda na mafanikio aliyokutana nayo na changamoto alizozipitia. 2001, siku ambayo iliandikwa historia. Anga ilifunguka, mwanga uliangaza, historia ikaandikwa. Kijana huyu ndiyo siku ambayo alikuja duniani, na leo hii anaenda kutupa historia fupi ya maisha yake na changamoto alizozipitia. Kwa majina naitwa Musa Rajab Kihimbwa, ni meneja na fundi mkuu wa Kiboke Pavement Company. Na furaha kujiunga katika taasisi hii ya ujenzi kwa vile inanibadilisha maisha yangu asilimia kubwa. Ndoto zilikuwa nyingi, changamoto zilikuwa nyingi, mpaka namshukuru Mungu mpaka kufikia hapa. Basi Mungu ni mwema. Ilianza kama utani, mambo yalikuwa ni mengi. Nilikuwa na kitabu changu mwenyewe cha mpira, nadhani ni ndoto ya kila kijana yoyote lazima ipitie. Ni changamoto zikawa nyingi. Nikaona ngoja niende sehemu nyingine nikajaribu kusikia, mpaka hapa nilipofikia. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo vijana wengi tusiache kupambania ndoto. Kuna ndoto nayo sio ya kushikwa mkono, sio ya kupambania vizuri kwa juhudi zote na kosa sapoti kwa watu. Jaribu kutafuta kitu kingine, ajira ziko nyingi. Na kwa kusema Kiboke imenifanyia nini, namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu tangia nimejiunga na Kiboke nadhani almost mpaka sasa hivi ni miaka 6-7, kuanzia 2019. Kwa hiyo nikawa nasema nitakapokuja kuwa fundi, sawa nitakuwa fundi. Je, nitategemea tu ni fundi huo? Nikaanza kujichanga kidogo, pia nishauriana na watu, fanya hivi, nikapata wazo ambalo la kumiliki mashine ambayo ya compact ambazo tunazitumia mara kwa mara katika ujenzi wetu. Sio ujenzi wa pavement tu, kila aina ya ujenzi utahitaji kushindilia huwa natumia. Kwa hiyo nikainunua ile mashine ili mradi niingizie kipato cha ziada ambayo mimi ndio naipambania sana pamoja na ufundi wangu. Kwa hiyo tusiwe wa kutokata tamaa, tuzidi kupigana tuangalie mpaka tunapofikia, ili tujue kesho yetu tunamkaje. Kuna jambo gumu ambalo ulolipitia na ukalishinda na ukaanza kuona matunda uliyoyapanda, hasa kwa kijana huyu ambaye aliamini kwenye upande uchezaji wa mpira wa miguu ndio utakaomtoa. Alipitia sehemu mbalimbali kama vile Azam B, Azamu ya watoto, kuwa ball boys, lakini bado aliona atachelewa kwenye upande wa maisha. Akaamua kushift kutoka kwenye upande wa mpira na kuingia kwenye upande wa pavement. Leo hii anavuna matunda aliyoyapanda. Nashauri vijana ambao wanakuwa na ndoto ya kitu fulani, ile ndoto itakuwa imehemka. Kwa hiyo sasa tunaangalia ndoto zingine inakuwa ni ndoto tu za asubuhi. Unashangaa wanaamka tu ndoto ilikuwa hivi, lakini sasa tusizidharau, tuzifuatilie. Shindwa tuangalie sehemu nyingine. Kwa hiyo nawashauri sana vijana wenzangu, tuzidi kupambania familia zetu na ndugu zetu na jamaa zetu. Ninachokiambia Kiboke kwamba asichoke kupambania vijana.
cha kwanza sio kupambania vijana, maana vijana wengi hawapambania, nadhani wanafahamika na wengineo hawafahamiki. Kwa hiyo sasa na sisi tunamuomba, na mimi pia nikiwemo, na vijana wangu wote tutapambania Kiboke mpaka kwenye la mwisho. Natumaini umejifunza kitu kwa kijana huyu aliyotoa historia fupi ya maisha yake, hasa kwa vijana hawa wanaochipukia. Huyu ndio atakuwa mfano wa kuigwa, na hizi ndio saiti chache alizozijenga na kazi hizi ambazo alianzia mwanzo mpaka mwisho na kumkabidhi mteja ambaye tulomhudumia kwa wakati tofauti tofauti. Endelea kufuatilia simulizi za ujenzi kila ifikapo Ijumaa la wiki saa 3 asubuhi. Kiboke Pavement Company, fahari ya nyumba yako. Karibu ujenge nasi.